Mimi naitwa Lugano Daudi Kalinga, ni mwenyekiti wa taasisi ya Eagle Koi Foundation, taasisi ambayo inajumuisha vijana waliopitia mafunzo ya JKT kikosi namba 832 KJ Mlandizi. Siku hii ya leo tarehe 23 mwezi Machi 2026 ni siku muhimu sana ambayo inatuliwazisha taifa letu limetoka wapi, lipo wapi na linaelekea wapi, hasa katika misingi mikubwa ya uhuru, amani, umoja na mshikamano. Kwa hiyo tarehe kama hii ambapo tunajiliwaza namna gani waasisi wa taifa letu walivyoshikamana kwa pamoja, wakiamini katika falsafa ya umoja, falsafa ya majiundo, ya kwamba kupitia falsafa hiyo ndio wangeweza kuleta mapinduzi ya ukombozi dhidi ya mabeberu, dhidi ya mabepari kutoka kwa wakoloni. Na itakumbukwa kwamba watu hawa tunapowataja kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunapowataja kina Kenneth Kaunda, tunapowataja kina Agustino Neto, ni watu ambao waliamini kwamba maendeleo ya Afrika yataletwa endapo watu watakuwa huru, watafanya mambo yao wakiwa wao wenyewe, wakiwa hawashinikizwi na mtu yoyote au hawana ile nguvu ya ziada kutoka nje. Lakini tunaweza sasa kuona ni kwa namna gani hawa waasisi wetu walichokifanya kimekuwa na mwendelezo hii leo. Ni lazima tukubali kwamba kwanza wao walifanikiwa kututoa kutoka kwenye mikono ya mabeberu, mikono ya mabepari. Lakini ninachokifikiri zaidi, hata Mwalimu Nyerere alikizungumza alivyokuwa Nigeria mwaka 73, ya kwamba baada ya kujikomboa na uhuru wa kisiasa, uhuru huu pekee hauwezi kutoshea kama tutakuwa bado tupo nyuma kwenye uhuru wa kiuchumi. Leo hii ukiangalia Afrika na malengo waliokuwa nayo waasisi wetu miaka ya leo, kwamba wanatamani kuiona Afrika ambayo ina maendeleo kiuchumi, lakini leo tunaizungumzia Afrika ambayo bado tumebaki kuwa omba. Afrika ambayo hayati Benjamin William Mkapa alisema kwamba ina utajiri mkubwa. Alisema kwamba tuna kila aina ya rasilimali ambazo zingeweza kutufanya matajiri, lakini mpaka leo bado tunabaki kuwa omba. Inasikitisha sana. Lakini pamoja na hayo yote ni lazima tuangalie kwamba changamoto sasa ipo wapi, kwamba nini kinachotufanya tunakwama. Mosi ni kwamba wapo baadhi ya viongozi wa binafsi, viongozi wasio waadilifu na viongozi wasio wazalendo ambao hawana ile imani ya matumaini makubwa na Afrika kujikomboa kiuchumi. Tumeshaona karibuni ya kwamba kuna viongozi wengi wabadhirifu ambao hata katika nchi zetu wapo. Rushwa imeshamiri, hawana ule uzalendo wa kweli wa kuipambania taifa, badala ya kupambania wanajikita kupambania matakwa yao binafsi. Itakumbukwa kwamba Mwalimu Nyerere aliamini kwamba rasilimali kuu 4 za nchi yetu ambazo ni watu, ardhi, siasa safi na uongozi au utawala bora. Lakini tukiangalia leo tunaona kabisa kwamba hii misingi imezorota. Na tukija katika upande wa vijana ambao ndio upande muhimu sana, kwanza ni lazima tukubali kwamba limetokea tabaka au kuna gepu lililopo kati ya wale waliokuwa wanafahamu historia na sisi vijana. Leo hii nawashukuru sana serikali, wameanzisha somo moja linaitwa Historia ya Tanzania na Maadili. Ni somo ambalo ni nzuri sana na ni somo ambalo lingekuja kupandikiza vijana ili wawe na ari na morali kujifunza kuhusu waasisi wa nchi hii na kujifunza kwamba tunaelekea wapi kama taifa ambalo tunatakiwa tushikamane. Lakini leo hii ukiangalia asilimia kubwa ya vijana hawafahamu kuhusu historia ya Tanzania. Hata ukiketi nao na kuanza kujiliwazisha nao pamoja nao kuhusu historia ya Tanzania na Afrika, bado utaona kuna changamoto. Na changamoto hii inakuja kana kwamba hawajaona umuhimu sahihi wa historia ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo mimi ninachokifikiri, bado ipo nura ya wazi kabisa ya kuhakikisha Afrika inajikomboa kiuchumi.
na tutajikomboa kiuchumi endapo tutazienenda zile falsafa za umoja na mshikamano. Inawezekana Afrika kuwa na sarafu moja. Inawezekana Afrika tukazungumza lugha moja. Inawezekana Afrika tukawa na masoko makubwa ya kikanda na ya kimataifa ambayo yatatuunganisha sisi kwa pamoja. Inawezekana Afrika tukaondokana na baadhi ya vikwazo ambavyo vinarejesha uchumi nyuma. Leo hii nakwambia kuna baadhi ya nchi ya Afrika hii ili uingie ni lazima uwe na viambata mbalimbali ambavyo ni tofauti. Lakini mimi naamini kwenda Afrika, kuzunguka ndani ya Afrika iko, naweza kwenda nchi yoyote bila ya kuwa na visa, naweza kwenda nchi yoyote bila ya kuwa na kipingamizi chochote. Lakini bado changamoto ya ubinafsi baina ya Waafrika ipo, na kitu ambacho hata waasisi wetu huko waliko kiimani zaidi naamini wanaumia sana, ya kwamba ilihitaji tuwe na Afrika ambayo ina umoja na mshikamano. Mapigano na visa vya kukosekana kwa amani, angalia wenzetu Kongo, migogoro kila siku inazidi kuendelea. Swali la kujiuliza ni kwamba mpaka leo tulitegemea kiongozi wa dunia Donald Trump aweze kusuluhisha mgogoro wa Kongo. Ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba Afrika tumerudi nyuma. Lakini lazima kama Tanzania tujipige kifua mbele ya kwamba Tanzania katika ukanda wa Afrika ni moja kati ya nchi ambayo imeendeleza ile misingi ya kuto kukaa nyuma pale ambapo mataifa ya wenzetu yanakuwa yanazorota. Mfano, mwaka 2013 tulishuhudia ambapo wazalendo wetu, jeshi letu lilienda kukomboa kisiwa cha Anjouani, kisiwa cha Mohamed Bakari ambapo alikuwa nikiteka. Walienda kule kukikomboa, na Mheshimiwa Rais mwaka jana alipoalikwa kwenye siku ya ukombozi wa Komoro, alizungumzia ni kwa namna gani taifa letu limeendelea kuto kupata usingizi pale ambapo mataifa mengine yanakuwa na shida. Kwa hiyo nitoe rai kwa vijana wenzangu ya kwamba ipo nia ya dhati kabisa ya kuona namna gani tunatoka hapa tulipo kwenda sehemu ambayo ni bora zaidi, tukijikita sisi wenyewe katika umoja. Tusitengane kutokana na changamoto zetu za kiuchumi au changamoto za kijamii. Tanzania iliyo bora au Afrika iliyo bora itawezekana kama tutaondokana na misingi ya sintofahamu au tofauti wa vijana wa kidini, tofauti wa kisera, tofauti wa kisiasa. Tukienda wote kwa pamoja tukazungumza lugha moja, kwamba huyu mwanachama wa chama fulani, yule mwanachama wa chama fulani, tukasikilizana mawazo yetu kwa pamoja pasipo kuwekeana vipingamizi, naamini ipo Afrika ya kiuchumi ambayo waasisi wetu walikuwa wakiiwaza.